Habari za mchana. Naam, awali wote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo. Nadhani kila mtu anafahamu tumepitia mengi kwa namna tofauti. Leo tuko hapa tunakutana pamoja kwa ajili ya kubadilishana mawazo, lakini pia iwe kama ni safari. Ndugu mgeni rasmi, kwa kifupi nitazungumza kuhusu TUCSA, jinsi ambavyo ilianzishwa au jinsi ambavyo ilianza. TUCSA ni tukio tunalifanya leo, lakini mwanzo wake ni mashindano ya vyuo na vyuo vikuu ambayo yanaenda kwa jina la UniChampion. Na mwanzo UniChampion ilikuwa ni platform ya kuunganisha wanafunzi wa vyuo vya kati na vyuo vikuu. Na mashindano haya yalianza katika michezo ya viwanjani. Wakati nasoma chuo miaka ya 2015-16, nafikiri mpaka 2020 hatukuwa na platform ya pamoja ambayo inaweza kutukutanisha wanafunzi wa diploma na wanafunzi wa degree katika michezo. Shimivuta ipo kwa ajili ya taasisi za elimu za diploma, lakini pia TUCSA ipo kwa ajili ya vyuo vikuu. Kwa hiyo mwanzo wa hili ilianza kwa ajili ya kukutanisha vyuo vikuu na vyuo vya kati katika michezo. Kwa bahati nzuri tumepata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwenye vyuo, hasa serikali za wanafunzi, pale ambapo waliona kwamba kuna haja ya kuongeza kategori zingine zaidi ya michezo ya viwanjani. Hapo ndipo ambapo tukaja pia kwenye sanaa. Kwa hiyo hapo mwanzo tulikuwa mashirikiano yetu ni baraza la michezo BMT, ambao walituacha kwa TFF na TFF wakatupeleka kwa DRSA ambao ni shirikisho la mpira kwa Dar es Salaam. Na mashindano wakati yanaanza kwa Dar es Salaam. So wakati huu kwenda mbele naweza kuona tumefika hatua sasa tuko na BASATA, na tutaenda mbali zaidi, tutaenda kuwa na bodi ya filamu, tutaenda kufanya vitu vingine vingi huko mbele na wengine. Kwa kifupi hiyo ndio ilikuwa historia ni kwa namna gani leo tumefika hapa. Kwa sasa tunafanya nini? Kwa sasa tunachokifanya sisi, tuna moto wetu unasema unlocking potential. Sisi tunatengeneza platform kwa ajili ya kukutana pamoja, kwanza sisi wenyewe kwa maana ya vyuo na vyuo vikuu, yaani wanafunzi, lakini pia kukutana pamoja kama leo ambavyo mnaona tuko wanafunzi, iko serikali kuu hapa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iko serikali za wanafunzi vyuoni, lakini pia tuko na wawezeshaji ambao ni wadau ambao mimi binafsi nawashukuru sana, kwa sababu bila wao singefanya chochote. Mambo haya yote tunayofanya ni kwa pesa zao. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anatumia gharama yake ya mfukoni kuendesha mashindano haya. Kwa hiyo nitakuwa mtu wa fadhila kama sitasema kwamba mambo yote tunayofanya ni kwa pesa za mabosi zetu ambao mnaona upande wangu wa kulia. Na nafikiri tumefanikiwa kwa sehemu kubwa, kwa sababu platform yetu pamoja na kwamba ni changa, imekuwa ikipata washiriki wengi tukitangaza kategori kwa ajili ya mashindano. Na kinachotupa sisi nguvu au ubora mnaouona ni kwamba sisi tunachokifanya ni mashindano halisi. Kuna baadhi ya washiriki walifikiri kwamba tunawatesa kwa makusudi, lakini kiuhalisia kuwa champion kwa maana ya bingwa inabidi kweli uwe umepambana. Ndio leo watu wamekuja hapa kwa ajili ya kupokea bahasha zao za pesa, tuzo zao na vyeti vyao tangu mashindano yalianza tarehe 5 mwezi wa 5. Ni miezi mingi sana. Kwa mtu ambaye hana haja ya mashindano alishajitoa, na walijitoa wengi sana. Nitatolea mfano kwa upande wa wasanii wa kuimba. Waliojaza fomu walikuwa 260. Unaweza kufikiria mchakato mpaka kupata top 10 ambao tuko nao hapa
ambao BASATA ilikubali kuwapatia vyeti rasmi. Kwa hiyo ni mchakato ambao unahitaji watu washindane kweli ili waone raha ya kupata tuzo. Nafikiri kwa sehemu kubwa hayo ndio mafanikio yetu. Nafikiri pia hiki ndio kitu ambacho kinawaleta pia wadau kufanya kazi na sisi. Kusema hayo haimaanishi kwamba hatuna changamoto, lakini ziko zile ambazo ni kawaida, hasa changamoto ya ratiba. Vyuo vikuu vinaongozwa na NACTE na TCU, lakini havifanani ratiba. Ratiba tunapishana, wengine wakiwa wanamaliza mitihani, wengine ndio wanaanza, wengine wanafunga. Na sisi tunapenda kufanya mashindano kipindi ambacho vyuo vikiwa vinaendelea. Lengo ni kwamba tuweze kukutana. Kwa hiyo changamoto kama hii tunaangalia namna ya kwenda nayo. Lakini changamoto nyingine ningependa nizungumze leo mbele yenu viongozi serikali za wanafunzi. Changamoto tunayokutana nayo ni mlolongo, unaweza kusema kuna bureaucracy nyingi kwa baadhi ya vyuo. So kwa wakati mwingine inatupunguzia ari. Mtu na platform anatakiwa awe kama ni mtu anaomba msaada ili serikali ya wanafunzi itoe washiriki kushiriki mashindano. Changamoto hii tumekuwa tukisolve na kadri tunavyokwenda mbele inazidi kupungua. Nakumbuka wakati tulivyoitisha kikao kwa ajili ya mashindano haya mwaka 2022 walitokea viongozi wa vyuo vitatu katika vyuo 43 Dar es Salaam. Lakini tofauti na leo ambapo ilitumwa barua moja kwa serikali za wanafunzi na tunao almost vyuo 27. Kwa hiyo unaweza kuona kama changamoto pia ipo, lakini inaendelea kupungua. Na ni kulingana na kwamba tunaendelea kutofautisha namna ambavyo tunatafsiri neno ajira. Leo hii watu wanaweza kuelewa kwamba ajira sio tu kuwa umeajiriwa serikalini. Unaweza kutumia kipaji chako ukaanza kuingiza pesa na ukakiheshimu na kitakuheshimisha. Kutatua changamoto hizi kwa sababu zingine zinatokana na mifumo ambayo sisi pia tumeanza nayo. Kama mnavyotambua, ukiwa unaanza kitu unaanza mdogo. Kwa sehemu kubwa ya kutatua changamoto hizi tuliiona na hatusiti kusema kwa kushukuru kwamba tangu tumeanza kufanya kazi na baraza la michezo changamoto zilipungua. Ukiitisha timu ukiwa na cheti cha TFF inakuwa rahisi. Lakini pia tunapoelekea tutapoitisha mashindano ambayo yanatambuliwa na BASATA kwa upande wa sanaa, changamoto nyingi pia zinapungua. Nafikiri hizi ndio njia kubwa ambazo tunazitumia kupunguza au kutatua changamoto zetu. Kwa hiyo tunaendelea kupata ushauri kwamba mashirikisho haya yatatufikisha mbali. Ni sisi kutumia uwezo wetu wa kufikiria, kukaa na wazee ambao wamekalia vile viti kwa sasa, tushauriane nao namna gani ambavyo tunaweza kuboresha vitu tulichonacho leo kije kuwa kikubwa sana zaidi ya tunavyofanya leo. Nihitimishe tena ndugu mgeni rasmi. Nashukuru sana kwa kufika kwangu. Kwangu mimi ni mafanikio kwanza kufanya tukio hili kwa sababu lilitakiwa kufanyika kabla ya vyuo kufungwa, lakini zikatokea changamoto kiasi kwamba ikatakiwa tufanye baada ya kufungua vyuo. Kwa bahati nzuri tu ni kwamba mwaka wa kalenda haujapinduka. Kwa hiyo inabaki kuwa 2025. Na tukio hili litakuwa ni mwisho wa msimu wa pili. Pengine tutafikiria kuzindua msimu wa tatu mwezi Januari. Kufikia hapo niseme nashukuru wote kwa kuja na karibuni sana.